Huwezi kuwa fulani kama uambatani na kina fulani. Huwezi kuwa mwana NYG kama uambatani na NYG. Huwezi. Lazima liwepo neno, lile neno likudirect mahali pa kwenda, alafu ukifika hapo mahali ghafla unabadilishwa. Unaanza kukaa kwenye mission ambayo hata hao wako nayo. Unataka kwenda kwenye biashara, lazima tukutengenezee madhabahu ambayo ukikaa inakutambulisha kwamba wewe ni mfanyabiashara, hata kama ulikuwa unaonekana sio mfanyabiashara. Wewe ni mtumishi wa Bwana, hata kama sio mtumishi. Yaani ifike wakati kwa kukaa kwako hapa, ukitoka nje wanasema naona siku hizi Agnes wewe ni mtumishi. Naona wewe ni mtumishi. Aisee mambo ungine ina lesi. Maana hawaamini kila ulichokipokea. Amen. Wakikuangalia wewe wa zamani na wa sasa hivi ni tofauti. Mimi si kuna mtu anaelewa. Kama bado unafikia kuwa mtu mwingine leo, upokee uweza, upokee nguvu ya kuwa mtu mwingine. Mimi sio yule wa zamani kwa jina la Yesu. Mimi ni mtu mwingine kwa damu ya Yesu. Mimi ni mtu mwingine kwa jina la Yesu. Nenda mstari wa 11. Kuta ya tofauti. Nitakuwa na neema ya tofauti. Nitakuwa na madhabahu ya tofauti. Nimechagua kuambatana na madhabahu ambayo Bwana ametaka niende nayo. Hiyo ndio itanifikisha kwenye hatima. Asiwepo mtu kunirudisha nyuma. Asiwepo mtu kuninena kinyume na mapenzi ya Mungu aliye hai. Hizi kama unaelewa. Wewe unahamishwa kwa sababu hujui kama wewe umegeuzwa kwa mtu mwingine. Na kugeuzwa kwako kwa mtu mwingine usifikirie wote wanafurahia. Hata wale wanaanza kuuliza baba yake, wanataka watafute kusingizia baba yake si ni maskini tu. Waanza kumuulizia mzee Kishi sasa hivi. Na kwenye simu kinachokutambulisha kwamba wewe ni fulani ni nini?